Exclusive interview. Watazamaji na wasikilizaji wa Youth Media TV. Jamaa leo kachana yote. Msanii wa Burundi. Fanya kazi usijifikirie booster. Kwa hiyo bado tunaendelea na JJ anazidi kutupa chemu na mambo moto ya kwenye industry ya Burundi. Madukuduku amepita majuzi hapa, kuna wasanii wawili wametoa muziki. Kwa hiyo au wasanii walivyotoa muziki, moja kabisa muziki wake ukao umehiti, mwingine ukaenda kwa kinyongo. Tukishika mfano kama Dramati na Diwani. Kwa hiyo wengi wamepandisha maneno mengi sana kwa upande wa Dramati, wakasema kwamba jamaa ameboost sijui nini, sijui wameongelea mambo mengi. Kwa hiyo kama legend, kama yani kabisa mtu amekaa sana kwenye game ya muziki, unayaongeleaje hayo madukuduku ili tukatoe kabisa yani wasiwasi kwenye mafanzi wa pande zote mbili hizo? Kwanza Warundi wanafiki. Kweli kabisa. Sio kwamba tuje kuongea kitu tumeenda hamna. Warundi wanafiki. Kweli. Hawapendi wenzao waone wamepita. Sawa. Mimi sisimami upande wote. Kwa sababu mimi ninachokitizama, natizama maendeleo ya msanii. Msanii anapofanya muziki mzuri, siku zote unaenda. Kizuri siku zote kinajipeleka. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Diwani hajafanya muziki mzuri au? Sijamaanisha hivyo. Unajua kuna wanavyoviita gumzo. Ndio. Gumzo mjini huaga zipo. Zipo. Sasa unaweza kufanya muziki watu wakauelewa kihivi, au wengine wakauelewa kihivi. Kwa sababu hata ukiangalia hawa wasanii wakubwa, mfano wasanii wa Tanzania ambao mnawajua ni wasanii wakubwa wawili ambao wapo kwenye training sasa hivi, wanafanya muziki mara kadhaa. Sawa. Alafu unakuta mmoja amepiga 1B wa 1M, alafu mwingine kwa siku moja, alafu mwingine unakuta bado ipo kwenye laki moja kweli. Unaelewa bwana? Kwa changamoto zipo. Sawa. Warundi bado wanaongea kwa sababu wao wanachokiongelea labda kwenye akili zao. Acha nikufafanulie vizuri. Sawa. Kuna watu ambao hawajaelewa maana ya boost. Satbi aliwahi kuviongelea hivyo vitu. Akadai kwamba mimi nikiboost 1M natumia dola 2000. 2000 ni kweli. Sasa ana video ambayo ina milioni 3 viewers. Atatoa dola 6000, si ndio? Sababu bwana hizo dola 6000 si bora anaenda kuomba collab kwa nani? Anaenda Nigeria kuomba collab. Kweli. Eti ameboost video moja. Wakati akienda Nigeria anapiga 1M kwa siku moja akipiga video na mtu. Kweli kabisa. Unaelewa bwana? Kwa masuala ya kuboost watoe kichwani mwao. Kwa sababu msanii anaweza kufanya nyimbo ikawa kali. Na watu wakaipenda, alafu ikahiti. Kwanza usisahau kuwa Dramati alikuwa na nyimbo ambayo ili trend. Ni kweli. Madam. Yani kabisa Madam bado wanamshobokea. Unaona bwana? Ni lazima watu wasema ile ilipiga 1M. Unaona? Kidogo ikamilishe 2M. Kwanza sasa hivi ipo kwenye milioni ngapi? Milioni 2. Cameraman milioni ngapi? Milioni 4. Milioni 4. Sasa nyimbo ipo kwenye milioni 4. Kwenye miezi 6 kama sijakosea. Miezi 6. Si ndio bwana? Tuangalie kuna nyimbo ya msanii mkubwa wa Tanzania bado mpaka sasa hivi haijakamilisha hizo viewers. Hata milioni 1 unakuta bado. Alafu unakuta ni msanii kabisa maarufu kweli kabisa. Sasa afu kingine tunatengeneza muziki bila kutengeneza mazingira yake. Haya. Vizuri sana. Hatujui kujiuza kwenye mitandao ya kijamii. Kweli. Mitandao yetu imekaa. Youth Media TV. Ayeyo na kavubu. Leo tupo kwenye ufalme wa Youth Media TV. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa Youth Media TV, leo tumetembelea mtu maarufu sana, ila ni kimaarufu mtaani, lakini tukiingia kwenye mitandao hatumzoi sana. Kwa hiyo kwa leo tumekuja ili tuweze kuongea naye mawili matatu. Kwa hiyo siwezi nikaongea mengi. Najua ni mtu mzima na najifahamu na ufahamu mkubwa sana kwenye mambo ya industry ya muziki wa Burundi. Ni mtu ukimwona ni yupo tu, lakini leo nimemwona kwenye ndinga baba. Bro, ni aje rafiki yangu? Fresh kama kawa. Kwema lakini? Good sana. Lakini mbona leo kanishtua rafiki yangu vipi? Bado sijakushtua mbona? Lakini mbona majuzi tu nilikuwa nakuona unatembea na mguu, lakini kwa sasa hivi nimekuona kwenye ndinga vipi? Umefanikiwa nini?
Nimekaa tu. Umekaa. Lakini mbona wengine hawajafanikiwa kukaa? Naona unaweza ukakaa, naweza nikakupisha ukakaa. Sasa tunasikia utakuwa umenipisha lakini ya, kwa hiyo ndugu yangu tulikuwa tunataka tuongee na wewe mawili matatu kuhusiana na mambo yetu, kazi zetu. Kwa hiyo bwana, kabla hatujaongelea mambo yetu, nilikuwa nataka ujitambulishe, mafanzi wanaokufuatilia kwenye Youth Media TV wakujua ni nani, ni mtu gani na unakaa wapi kihivo. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa J Smith. Ni majina ambayo labda nafahamika kwa sababu ni majina ya kutafutia ugali. Lakini of course yes, majina ambayo naitwa na baba na mama ni Msonera Pacific. Ni Mrundi, vile pia ni video director. Tumemsikia kwamba ni video director, hafu ni mtu anayefanya kazi sana. Lakini mimi nakuona tu majina lakini sijawahi kukuona kwenye mitandao ukiwa na trendi. Vipi, kuna changamoto gani huwa unakutana nazo ili nisikone kwenye vipindi tofauti nchini Burundi? Unajua kazi hizi ambazo tunazifanya labda kuna watu ambao hawajajua kwamba na sisi ni watu ambao tuna msaada mkubwa kwenye tasnia ya muziki. Ndio maana labda watu wengine wanatuchukulia poa. Kwa upande wangu binafsi mimi unajua Waswahili husema siku zote tuwe mambo wanyani usababisha treni kupita. Ukweli. Unaweza ukaanza na mchezo fulani afu baadaye ukajikuta hapo kwenye mchezo fulani. Ndio maana mimi nafikiri kwamba sio changamoto sana vile. Lakini kama mtu hajajua thamani yako, atakapojua thamani yako ndipo atakuja kutafuta, kwa sababu atakuwa anaona kabisa huyo mtu ana thamani. Kwa hiyo bwana, unaona wewe labda. Kwa hiyo bwana, mimi nakumbuka majuzi tulikutana kwenye shooting ya Mkombozi. Kwa hiyo nilivyokuona kwenye shooting ya Mkombozi nikaona mambo yake umeyafanya vizuri. Nikasema lakini huyu mtu vipi? Hafu baadaye nikasikia kwamba upo unafanya na kazi na wasanii wengine tu wa Burundi. Kwa hiyo nikasema huyu mtu simuoni, lakini mimi nitajitahidi ili niweze kumtafuta, ili niweze kuonana naye tuongee kwa undani zaidi kuhusiana na kazi yake na alianza lini. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kujua, wewe kazi yako ya udirector ulianza lini rafiki yangu? Kazi ya udirector kwanza nilianza kujifahamu kuwa na kipaji cha kufanya masuala ya muziki, video nini. Sawa. Ilikuwa mwaka 2014. 18 ndio. 14. Kwa sababu kuna mshikaji wangu alikuwa ananielekeza, ananifundisha vitu tofauti. 15, 16, 17 ndipo nikakutana na yongera. Sawa. Alikuwa mshikaji wangu. Sawa. Alikuwa mshikaji wangu, bado alikuwa hajakuwa yongera. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 4. Kwa tarehe 19 mwezi wa 4 tulikuwa tunaenda kuchukua kamera ilikuwa 5D. Nilikuwa na harusi ambayo nilikuwa naenda kuishi. Sasa siku hiyo nilipokuwa na yongera nikamuuliza, brother, vipo kijana huyu? Kipindi hicho alikuwa anafanya kazi na Masterland, video ya Alima. Ndio. Akaniambia, mdogo wangu mimi ninavyojiona uhakika kabisa. Sawa. Sasa natakiwa kufika. Kweli. Nyimbo ikitoka uhakika mimi nitakuwa yongera kama yongera. So mimi nilianza masuala ya video. Ilikuwa yani siku yangu kusema kabisa nimeanza hii kazi ilikuwa 2019. Ndio ulianza kazi rasmi? 18 ndio. Nilianza hiyo kazi. Nilikuwa Tanzania. Sawa. Nilikuwa Tanzania, Dar es Salaam, nilifanya video ya nyepe ndio. Ya msanii gani huyo? Anaitwa Jelistans. Afu baadaye nikaingia Tabora. Nikafanya kazi na msanii anaitwa Fuadi, ambaye ni mwigizaji maarufu sasa hivi kwenye tasnia ya sanaa. Sasa hivi nafikiri alichukua tuzo. Ndio. Ilikuwa mwaka jana, ila yeye alikuwa naimba. Ilikuwa mwaka jana alichukua tuzo la msanii wa kwanza kijana ambaye bado hajakamilisha miaka 30. Sawa. Ambaye ni mwigizaji wa kwanza. Sawa. Kwa hiyo nasikia ulifanya kazi nyingi tena nchi tofauti. Ulianzia Burundi, afu kaingia Tanzania, afu nasikia Tanzania ulifanya kazi kubwa na wasanii tofauti. Kwa hiyo tukiangalia ni kitu gani ambacho kilikusababisha utoke Tanzania ukaingia kufanya kazi Burundi? Unajua Warundi husema nyumbani ni nyumbani. Ndio. Nyumbani ni nyumbani, ndio maana
hapa ni nyumbani, nilitakiwa kufanyia kazi nyumbani kwa sababu ni lazima nisipopandisha vipaji vya nyumbani au nisipofanyia kazi nyumbani, uhakika wa kufanya kazi ukafika. Kunao wapo madirector wengi wapo kule ndio ambao ni Warundi, lakini hawawezi wakaitwa kina Skana, hawawezi wakaitwa kina Ivan kwa sababu bado ni Warundi. Unajua Watanzania kama mtu hajawaelewa na ubinafsi. Sawa. Kwa mtu ambaye hajawaelewa Watanzania, Watanzania wana ubinafsi. Yaani wanajibinafsisha wao. Kwa kama wewe sio Mtanzania, uhakika wa kupanda kabisa usifikirie sana. Sawa. Kwa sababu unajua kipaji chako hata nyumbani kinaweza kikapanda. Kama hujara ugali mzuri nyumbani kwenu usifikirie huko nje. Yani kwa jirani unadokeza tu. Unadokeza yani. Aha. Kwa hiyo je, nasikia kwamba Tanzania uliona kuna kitu fulani hakijaenda sawa, ndio maana ukaamua kurudi Burundi. Kwa sababu unajua katika maisha kuna kupanda na kushuka. Ndio. Tunatakiwa kumove on kwa sababu vitu ambavyo tunavifanya lazima mtu ili ajue kipaji chako ni lazima kwanza umuonyeshe kwa wewe ni nani. Okay. Kwa nikaona haina haja ya kubaki Tanzania. Why nibaki Tanzania wakati naona hata kile kipaji changu bado kinarudi nyuma kuliko kwenda mbele. Unajua unapokaa miaka miwili hujafanya kazi. Sawa. Na inasumbua sana brother. Yeah, najua. Unatakiwa kubaki upo update na kufanya vitu vyako ambavyo vitaji kufanya wewe ujulikane kwa wewe ni fulani. Ndio maana muda huu tunatakiwa kutengeneza mazingira ambayo labda hata watu wakubwa wanaweza kutufanya sisi. Kwa hiyo je, tangu kipindi utoke Tanzania hakuna wasanii uliowahi kufanya kazi nao mpaka sasa hivi bado wanamisi kazi yako? Tanzania? Wapo. Sasa inakuwa kuaje mpaka hurudi ili ufanye kazi nao? Je, sio kwamba sirudi. Hapana, unajua mpaka ukute msanii ametoka Marekani. Sawa. Msanii japo anaweza akaimba hata gospel, ametoka Marekani kwa ajili yako kama director. Haya, sawa. Msanii mpaka atoke Marekani amekuja kufanya kazi na wewe, amekulipia nauli kutoka hapa mpaka uende Tanzania ufanye kazi yake. Ina maana kwamba ni msanii ambaye kashaelewa kazi zake. Sawa. Kwa sababu of course Tanzania vipaji vipo na alikuwa ameenda kufikia Tanzania. Wasanii wa Tanzania wapo wengi. Wapo wengi ambao nilishafanya nao kazi. Mimi nilishafanya kazi na Aslay. Yes. Nilishafanya kazi na Aslay. Mimi nilikuwa nafanya kazi na Tone Breeze. Kuna nyimbo fulani hivi pusha mimi na stress imejaa kwenye kichwa. Ndio. Hata jana nilikuwa naiangalia alipokuwa kwenye tamasha. Ile video nilihusika kwenye ile video. Kwa sababu alikuwa meneja wake Tone Breeze, mshikaji wangu sana. Sawa. Mshikaji wangu sana, nilipatia ujuzi. Nilipata ujuzi kupitia yeye. Akanielekeza kuna 1 2 3, lakini baada ya kupata ujuzi nikamwambia kaka, asalamu alaykum. Kwa hiyo ukawa umetembea kwenu. Kwa hiyo ndio nasikia kwamba muda mrefu ulikaa Tanzania na ukafanya kazi na Watanzania na wasanii wa Kitanzania. Kwa hiyo ulivyofika Burundi ulipokelewa kiaje kutokana na ufanisi uliokuwa nao kwenye kazi ya udirector na ukameramani? Ulikuwa mtihani. Ulikuwa mtihani kwa sababu unajua mpaka mimi niitwe J. Ina maana kuna watu ambao waliwekeza mkono wao. Sawa. Nimshukuru sana Adrian La Vista, mtangazaji maarufu kutoka kwenye redio ya Avuga FM. Ndio. Nimshukuru sana Bifeso Ndofro kwa sababu walihusika. Wakati mimi nafika hapa Burundi, kuna wasanii ambao nilifanya nao kazi, ambaye msanii wa kwanza alikuja wakati mimi nipo hapa Burundi, kwa sababu kuna vijana walikuwa wanaona kwamba huyu dogo ana kipaji, sasa kipaji chake anakitumiaje? Macfarao ni mshikaji wangu sana ambaye nilianza kufanya naye kazi. Sawa. Macfarao baada ya hapo kaniunganisha na Adrian La Vista. Sharp kwa Macfarao. Afu La Vista kaenda kaniunganisha na watu tofauti. Unajua na yeye ni mtu mkubwa sana. La Vista alivyoona kwamba huyu dogo ana kipaji, La Vista kani push. Kanisaidia nipeleka sehemu tofauti, kanielekeza dogo unaweza kufanya hivi, kuna 1 2 3. Kutegemeana labda mimi nilikuwa mgeni. Sawa. Unajua na ule ugeni. Japo hapa ni nyumbani lakini ugeni bado. Kwa sababu ulikuwa bado mgeni ndio umefika. Kwa sababu unajua hata wewe mzaliwa wa hapa, wewe mwenyeji inaweza ikakukosti. Kwa sababu ulikuwa mazingira ulikuwa hujazoea tena.
So zilikaa siku nyingi. Baadaye nilifanya nyimbo na Macfarao, na ile nyimbo kabisa ili trend. Macfarao alipita sana kwa sababu Macfarao ni msanii ambaye anarapu vizuri. Sawa. Alafu ni rapa ambaye anaongea ukweli siku zote. Alafu baadaye ni La Vista akaniunganisha na management fulani hivi. Ambayo aliyomo Kobla. Baada ya hapo maisha yaliendelea, tulifanya kazi na Kobla nyimbo moja. Maisha kaendelea, La Vista akaniunganisha pia na Bifes. Nafanya ile kazi na Bifes ambayo inaitwa Dear God. Dear God ikapendwa sana, watu wakasema wow. Kipaji kumbe bado kipo. Sasa mimi pale nilianza sasa kuelewa kumbe nyumbani ni nyumbani. Ni nyumbani. Baada ya hapo nilifanya kazi tofauti, kazi zilikuja, zingine zikaenda. Unaona? Mpaka sasa ambapo sasa nipo sana najielewa, nilifanya kazi na Kingorongoro. Zilikuja kazi nyingi ambapo nilijikuta sasa hata malebo makubwa mfano Iteka FM. Nilifanya nayo kazi. Sawa. Ile lebo ambayo Diwani Mondani. Kama assistant kwenye masuala ya video, nilikuwa nafanya na director wenzie. Nadhani sijapata mtihani sana, japo mtihani huwezi kukosa. Unajua hata mwenyewe. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa Youth Media TV, tumesikia mengi kutoka kwa legenda wa Burundi anaitwa JJ. Amna legenda man. Nasikia wewe rafiki yangu, wewe ni maarufu sana. Kwa hiyo wasanii wetu wa Burundi wanakuchukua, yani wanakupa thamani gani kutokana na kazi yao unayoifanya? Thamani ipo. Unajua huwezi kumlazimisha mtu kukuthamini wewe. Kwa sababu thamani yako unaijua mwenyewe na Mungu anaijua. Sawa. Wapo ambao wanajua thamani zetu. Wapo na wengine wanachukulia poa. Sawa, wale wanaochukulia poa. Mimi huaga nasema, kuna mshikaji wangu huaga nasema eti if you love me I love you back. If you hate me, go fuck yourself. Ndio hivyo. Kwa sababu kuna watu wengine wanaboa. Ni kweli. Unamkuta mtu hawezi akaona kuwa unafanya kazi. Najua kuna wakati tunajitolea na sisi. Na wasanii of course wanachoka, lakini najua wanatakiwa kujiuliza what's going on. Mtu anamejitolea, mnafanya video, unaweza ukamlipa mtu. Lakini tukitazama thamani ya madirector wengine, huenda sisi hatuna thamani sana kiburundi. Lakini nchi zingine kakangu ukisikia director, jua unakutana na mtu mkubwa. Ni kweli. Lakini Jay, kuna mambo mengine huwa hapa kwetu Burundi huwa nafuatilia sana, na nimeyafuatilia sana, yani mpaka nikashindwa kujua mwanzo na mwisho wake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nipende kujua. Tukiangalia nchi zingine, tushike mfano kama Tanzania. Madirector wengi ni watu huwa wanafanya vipindi na mapromoter wanafanya vipindi na machano mengine tofauti na radio mengine tofauti. Lakini nchini kwetu Burundi vipi, mbona hilo halipo? Kuna changamoto gani au kuna shida gani? Au madirector na watangazaji hawasikilizani? Kazi kwenu watangazaji. Kwa sababu huwezi kumtafuta director akataa kupokea. Kweli. Sasa umenipigia simu ndio Kwa hiyo sasa mimi kuna kitu ambacho huwa mimi nilikuwa najifikiri, sasa madirector mbona vipindi vyao sivioni? Shida iko wapi? Kwa hiyo mimi ile ni kile kitu ambacho tulikuwa tunakiongelea kuhusiana na thamani. Mtu usipomthamini siku zote hawezi akakuelewa. Mpe thamani yake, alafu baadaye maisha yataendelea, kwa sababu sawa hivi unafikiri ukinitafuta hatujaongea matusi, hatujamtusi mtu, tunaongea ni kama vile tunaweza tukaongea kishikaji. Sasa kuhusiana na kazi, msanii mtu asipofanya hivyo vitu, asipojua jinsi ya kuongea na media, inamkosti sana. Lakini je, najua nimesikia kwamba umekaa muda mrefu sana kwenye game ya muziki. Kwa hiyo kuna madukuduku amepita majuzi hapa, kuna wasanii wawili wametoa muziki. Kwa hiyo au wasanii walivyotoa muziki, moja kabisa muziki wake ukao umehiti, mwingine ukaenda kwa kinyongo. Tukishika mfano kama Dramati na Diwani. Kwa hiyo wengi wamepandisha maneno mengi sana kwa upande wa Dramati, wakasema kwamba jamaa ameboost sijui nini, sijui wameongelea mambo mengi. Kwa hiyo kama legenda, kama yani kabisa mtu amekaa sana kwenye game ya muziki, unayaongeleaje hayo madukuduku ili tukatoe kabisa yani wasiwasi kwenye mafanzi wa pande zote mbili hizo? Kwanza Warundi wanafiki. Kweli kabisa. Sio kwamba tuje kuongea kitu tumeenda, hamna. Warundi wanafiki. Kweli.
hawapendi wenzao waone wamepita. Sawa. Mimi sisimami upande wote. Kwa sababu mimi ninachokitizama natizama maendeleo ya msanii. Msanii anapofanya muziki mzuri siku zote unaenda. Kizuri siku zote kinajipeleka. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Diwani hajafanya muziki mzuri au? Sijamaanisha hivyo. Unajua kuna wanavyoviita gumzo. Ndio. Gumzo mjini huaga zipo. Zipo. Sasa unaweza ukafanya muziki watu wakauelewa kihivi, wengine wakauelewa kihivi. Kwa sababu hata ukiangalia hawa wasanii wakubwa, mfano wasanii wa Tanzania ambao mnawajua ni wasanii wakubwa wawili ambao wapo kwenye training sasa hivi, wanafanya muziki mara kadhaa. Sawa. Alafu unakuta mmoja amepiga 1B 1M, alafu mwingine kwa siku moja, alafu mwingine unakuta bado ipo kwenye laki moja kweli. Unaelewa bwana? Kwa changamoto zipo. Sawa. Warundi bado wanaongea kwa sababu wao wanachokiongelea labda kwenye akili zao. Acha nikufafanulie vizuri. Sawa. Kuna watu ambao hawajaelewa maana ya boost. Satbi aliwahi kuviongelea hivyo vitu. Akadai kwamba mimi nikiboost 1M natumia dola 2000. 2000 ni kweli. Sasa ana video ambayo ina milioni 3 viewers. Atatoa dola 6000, si ndio? Sasa bwana, hizo dola 6000 si bora naenda kuomba collab kwa nani? Anaenda Nigeria kuomba collab. Kweli. Eti ameboost video moja. Wakati akienda Nigeria anapiga 1M kwa siku moja akipiga video na mtu. Kweli kabisa. Unaelewa bwana? Kwa masuala ya kuboost watoe kichwani mwao. Kwa sababu msanii anaweza kufanya nyimbo ikawa kali na watu wakaipenda, alafu ikahit. Kwanza usisahau kuwa Dramati alikuwa na nyimbo ambayo ili trend. Ni kweli. Madamu. Yaani kabisa Madamu bado wanamshobokea. Unaona bwana? Ni lazima watu wasema ile ilipiga 1M. Unaona? Kidogo ikamilishe 2M. Kwanza sasa hivi ipo kwenye milioni ngapi? Milioni 2. Cameraman milioni ngapi? Milioni 4. Milioni 4. Sasa nyimbo ipo kwenye milioni 4. Kwenye miezi 6 kama sijakosea. Miezi 6. Si ndio bwana? Tuangalie kuna nyimbo ya msanii mkubwa wa Tanzania bado mpaka sasa hivi haijakamilisha hizo viewers. Hata milioni 1 unakuta bado. Alafu unakuta ni msanii kabisa maarufu kweli kabisa. Sasa kama ndio hivyo, hivi unafikiria mtu ambaye alitazama ile nyimbo atakuwa atasema mimi huyu jamaa anaachia nyimbo, mimi naenda nikaione ili niangalie, je, hii nyimbo ni kali kama ile ambayo ilikuwa na milioni 4 kwa miezi 6? Tunaelewana bwana? Hapo nakuelewa vizuri. Kwa masuala ya kudai kwamba eti mtu ameboost amefanya nini, bado akili za Warundi bado zimejaa kwamba mtu ameboost. Sasa hivi tutasema nini Adojosan aliboost? Hapana, hajaboost. Diwani aliboost kwa nyimbo yake na nani? Hajaboost. Ina maana kwamba mtu anaweza kaitazama akapenda nyimbo kwa sababu hata akili zangu ziko tofauti na za kwako. Ndio maana hata majibu yanatofautishana. Exclusive interview. Watazamaji na wasikilizaji wa Youth Media TV. Jamaa leo kachana yote. Msanii wa Burundi, fanya kazi usijifikirie booster. Kwa hiyo bado tunaendelea na JJ anazidi kutupa chem na mambo moto ya kwenye industry ya Burundi. Kwa hiyo J, kweli kabisa mimi nimeelewa. Hafu ni kitu gani msanii wa Burundi anaweza kafanya ili wimbo wake ukahiti? Kwa sababu hapo kuna siri, kuna wengi tu wanatoa muziki kila siku, muziki Burundi unatoka. Lakini hit ndio inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni kitu gani ambapo wanaweza wakafanya ili hit kabisa ikaingia kwenye muziki wa Burundi? Tatizo tunaiga. Unanielewa bwana? Nakuelewa. Tatizo tunaimba lugha moja, tunaongea lugha moja kama njiwa. Unanielewa bwana? Kwenye ubeti moja tu. Sasa wewe uweze ukaongea kilugha kimoja kama vile hujasoma. Kuna wasanii walisoma. Kwa maana umsikilize Fizo akiimba, anakuchana Kiingereza, anakuchana Kiswahili, anakuchana Kirundi. Kiswahili mtu yupo East Africa ataongea, Kiingereza mtu yupo Nigeria atasikia, Kinyarwanda Kirundi mtu atasikia Rwanda. Unanielewa bwana? Nakuelewa. Kuna mkuta msanii kaimba Kirundi kifikia kwa Mtanzania kimya. Mkombozi anakuchana Kiswahili, Mkombozi anakuchana Kiingereza. Yes. Unaniona bwana? Nakuelewa. Muda huo mtu yupo Tanzania ataelewa Kiswahili, mtu yupo Marekani ataelewa Kiingereza ambaye hajasomea Kirundi au Kiswahili. Kweli kabisa. Mtu ambaye yupo Rwanda ataelewa Kirundi. Unaelewa bwana? Nakuelewa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Kirugha. Alafu kingine tunatengeneza muziki bila kutengeneza mazingira yake. Vizuri sana.
hatujui kujiuza kwenye mitandao ya kijamii. Kweli. Mitandao yetu imekaa. Mitandao yetu imekaa, unakuta msanii yeye atakuja kukumbuka kuposti kwenye Instagram yake wakati anataka kutoa nyimbo. Kweli. Anaposti cover. Wakati japo haupo unafanya muziki, unaweza ukatengeneza mazingira kila mtu kubaki kukuona. Sawa sawa. Unaona bwana? Unatokezea picha baada ya siku 2-3. Afu na picha zinatofautiana kaka. Kweli kabisa. Sio tumeenda hapo umepiga picha na kinani chako kilimited chako cha simu. Alafu uweke kwenye Instagram. Unaona bwana? Na watu wanatizama ubora wa picha kiwa kali fresh. Ndio maana kuna wasanii hapa, kuna Mr. Champagne. Kuna Natasha. Yeah. Of course mimi sikufichi. Mimi nawaangaliaga hao watu wanawachukulia poa, sijui hawajielewi. Lakini for real wale ndio wasanii. Kabisa. Kwa sababu wanajua kujiuza kwenye mitandao ya kijamii. Kweli kabisa. Diamond sio mwehu. Hapana. Diamond asubuhi anaposti, sasa anaposti, angalia baada ya masaa 6 Diamond anaposti. Kweli kabisa. Kila masaa 6 yakiisha anaposti. Sio kwamba hajielewi. Msanii kiuhalisia angalau kwa siku anatakiwa kuposti angalau picha. Kwa upande wangu binafsi anatakiwa kuposti angalau hata picha 2. Posti 2 kwa siku. Ikiwa ni video au ikiwa ni picha. Hata kiingia live basi mambo yanaenda fresh tu. Unanielewa bwana? Ndio maana unakuta kupata hiti ni kitu kikubwa. Kweli kabisa. Kutengeneza nyimbo mpaka watu waielewe ni vitu virefu. Kwanza nyimbo mimi ni wasanii wapewe heshima sana. Kweli kabisa. Unajua mtu mpaka aandike nyimbo. Sawa. Arekodi. Hapana, kurekodi bado tupo mbali. Unafikiria kuandika. Sawa sawa. Unaanza kutunga beat ndani ya kichwa yako. Hujaenda studio. Hujaenda tu. Bado unatengeneza nyumbani, mara unapiga dumu, mara unapiga garoni. Hapo umekaa mezani hapo. Meza yani afu umekaa kwenye gari unaanza kupiga hivi. Unaanza kufikiria beat. Unaona melody hapo. Hapo hujaenda studio, afu ufike studio producer kwambia mimi beat sijaielewa. Unaona bwana? Yaani afu anza kufikiria umekaa nayo muda gani. Mheshimiwe, mpewe heshima, mvishwe pete za nane. Kweli sikufichi, kwa sababu inawakosti sana. For real wanatengeneza mambo mengi, wanachoka wasanii mpaka nyimbo ije kutoka mpaka uje kuona hiti mzee. Yaani ni kazi. Ni kazi lazima bro kutengeneza jina. Nishawahi kumuona Dion anaandika nyimbo. Ulishawahi kumuona? Kaka ni kazi, sikufichi. Kuna wakati unatengeneza nyimbo mpaka mwenyewe unasema hii ni hiti. Ukifika studio producer anakuambia unaweza kaenda ukalala kudade. Hapo producer mnaboa. Ni mfano umeambiwa kwamba okay, je, nitengeneze script ya video. After script unaitengeneza, umeshamfikishia msanii anakuambia bwana sijaielewa. Unakuwa kama unaanza upya. So unaona bwana? Unakuta inakukosti sana. Inakukosti, lakini for real wasanii waheshimiwe sana. Na nadhani pole tu, kwa sababu tukiangalia enzi za kina Christophe Matata, za Chancho Hamisi, unaona bwana? Na mpaka leo kuna different kubwa. Utofauti mkubwa ambao unatufanya tuone kwamba kesho kutwa tasnia yetu itafika mbali. Sikio tutafika mbali. Kweli kabisa. Mimi na uhakika. Una uhakika. Kwa sababu ninaamini kupitia Mungu, naamini kupitia maandishi. Kwa hiyo mimi ninavyoviona nina uhakika kuwa vitakuwa sawa, kwa sababu hata kuona msanii wa Burundi amekamilisha 1 milioni viewers. Sio rahisi. Lakini je, bwana mimi nimefurahi sana na yani nazidi kufurahi sana kusikia jinsi unavyofuatilia tasnia yetu ya muziki wa Burundi. Ndiyo. Kwa hiyo kuna mambo mawili huwa nataka kujua. Nilipoingia kwenye mitandao ya kijamii nikaona Burundi tumepata mapya na tena ya moto ya fire. Bwana, tumeona kwamba nchini mkwetu Burundi tumempata shemeji yetu Mtanzania. Kwa hiyo sijui wewe uliyaona? Au tu bado unasikiliza umbea? Kwa hiyo bwana mimi ninasikilizia. Unasikilizia. Kwa hiyo bwana mimi niliona kwamba Burundi tumepata shemeji yetu Mtanzania. Kwa hiyo
kwa upande wangu nilifurahi. Kwa hiyo nikasikia sijui pamekuepo na uvishaji wa pete, sijui wewe ulikuwepo. Kwa hiyo tutarajie ndoa lini kama ulikuwepo? Alivyoongea mwenyewe sitaki kuingia ndani. Aliposti kuwa tulikuwa tunafanya matangazo. Okay. Alikuwa matangazo. Lakini watu wanaongea sana. Mitandao unajua watangazaji mnavyofanyaga. Hapana, mimi si mara. Natengeneza mazingira ya viewers. Baadaye utakuja kuambia ati mmeboost. Kumbe ni mazingira tu. Lakini je, nasikia kwamba umefanya kazi tangia kitambo sana. Je, ni nchi gani unapenda kufanyia kazi ya producer ya product wako? Kutengeneza video. Yani ni nchi gani kabisa yani unajisikia kwamba nikifika hii nchi mimi naweza nikakana nikafanya kazi kwa ufanisi sana? Hapana, nikifika. Umeshafika. Nipo Burundi. Yeah. Ndio ya kwanza. Kwa hiyo ni msanii gani wa nje unayejisikia kufanya kazi naye kufanya naye kazi? Nje ya nchi? Bado kwa sababu kila kitu kina ngazi yake. Nitakuja kufikiria kufanya kazi na hao watu endapo Mungu atakuwa ameniinua na kunifikisha ile sehemu. Sawa. Yeah. Kwa hiyo unasema kwamba nje huwezi kaenda, lakini Burundi bado utabaki tu. Burundi. Nyumbani kabisa. Kwa hiyo Tanzania, Kenya, Marekani, South Africa, yani hutamani kwenda Nigeria? Hayo nadhani ni mawazo ya baadaye. Kwa hiyo je, leo inaweza kawaje hata hapa nilipo nilikuwa sitegemei kupafika kweli, lakini alhamdulillah Mungu amenifikisha. Kwa hiyo je, inaweza kawaje ukasikia Rudy Boy au Bana Boy amekupigia simu ili uweze kufanya kazi naye? Inshallah. Eti kwa hiyo hata kesho atwange tu. Tunasema inshallah. Kwa hiyo je, ni ma-producer gani wa nje ya nchi huwa unafanya collaboration nao kuhusiana na kazi yenu ya muziki? Mimi huwa nimekwambia nina mtu ambaye ni mfuasi wangu sana. Sawa. Yupo Tony Breeze. Alitrend sana. Alitrend katika muziki wa Tanzania. Ndio namjua. Yeah. Kuna Askana. Yeah, mshikaji wangu. Sawa. Yeah, kuna Ivan. Na yeye ni mshikaji wangu. Kuna Msafiri. Mshikaji wangu. Sawa. Yeah. Kwa hiyo nasikia bado wapo wengi, lakini mbona hao wote ni watu kabisa wapo kwenye high level, lakini mbona Jay huwezi ukaruka mara moja ili ukafanya kazi nao siku 2-3? Unajua nimekwambia kila kitu kina ngazi yake. Kina ngazi yake ndio. Sasa ndio maana ukiamka asubuhi unaona kumekucha, si ndio? Sema tu Mungu asante. Kwa sababu hata aliyopo hukutegemea kuyaona. Maana kuna tuliozaliwa siku moja, unaona, wenye karne yetu tayari wameshafariki, lakini sisi bado tupo na ndio maana tuna survive. Unaona bwana, mimi nadhani tutafika kweli kabisa. Je, kuna vitu vingine bwana huwa vinanipa changamoto. Unajua bwana, duniani tuliumbwa wawili, yupo mmoja afu yupo mwingine. Kwa hiyo mimi huwa naweza nikajua, lakini kuna wengine hawawezi wakajua. Kwa hiyo wafuatiliaji wa Youth Media TV, kuna baadhi ya watu huwa wana changamoto, yani wanakaa kwenye mawasiwasi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue, je, kijana au umeoa? Mimi mimi kwa upande wangu binafsi sijaoa. Hujaoa? Bado sijaoa. Lakini mbona umri unaenda rafiki yangu? Umri? Mbona bado mdogo sana? Aya. Una miaka 15? Hapo sasa serikali itanishtaki. Okay. Kwa hiyo tushike mfano, kwa hiyo tusubiri shemeji lini sasa? Inshallah. Aya. As soon as possible inshallah. Kwa hiyo umesema tukae mkao wa kura sasa? Kaeni mkao wa kura japo hamna uhakika. Ila mchumba yupo? Maybe. Kwa hiyo maongezi yako ni ya shortcut. Kwa hiyo maybe yani yupo au hayupo? Hayupo. Private issue. Okay. Yeah. Ungejichana tu chana. Kwa hiyo unajua kwa sababu gani nimekuuliza hivyo? Kesho tunaweza tukakutana ukakuta nimemtongoza rafiki yangu. Na mimi jua mtu. Unajua nakwambia kitu. Mwanamke siku zote.
Kwa hiyo mwanamke katiki kwenye 15 zako fresh. Aya. Kwa nafikiri hata nikiwa naye ndani akiwa ni mke wangu au ni mchumba wangu, mimi najua hutanivumilia, rungu ninalo. Rungu ninalo. Utanyea debe. Kwa hiyo je, ndio. Ngoja nikushukuru sana rafiki yangu. Kwa hiyo katika kuhitimisha kipindi chetu cha Youth Media kwenye Youth Media TV. Kwa hiyo nilikuwa nataka uambie mawili matatu wafuatiliaji na watazamaji wa Youth Media TV. Kwa hiyo waambie neno la mwisho rafiki yangu. Niseme asante kwanza kupitia Youth Media TV. Shukrani sana. Nifikiria as a video director. Tunafikiria mbali. Tunafikiria mbali, tunaomba kupewa thamani. Wapo madirector wakubwa. Labda huenda sio mimi, lakini wapo wakubwa. Ila wewe kuona kama mkubwa. Asante. Niseme shukrani sana. Kwa sababu ni thamani sana. Umenithamini, umeiona thamani yangu, ndio kuniuliza maswali mawili matatu. Guys, stay tuned. Kazi zipo nyingi zinazokwenda kutoka ambazo zimetengenezwa na mimi. Na Mwenyezi Mungu akitujali kazi zitafika mbali. Pole pole ndio mwendo. Na mwenda pole hajukwai dole siku zote. So I believe in God. And then nina plani kuwa mimi. So make sure me subscribe kwenye Youth Media TV. And then weka comment yako. Drop comment yako ili wafikishe mbali, kwa sababu na wao ni watu ambao wanapandisha tasnia ya vizuri sana. Afu kwa watu ambao labda hamjaelewa, AMB ni moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia muziki wa Burundi. AMB nafikiri mnaielewa, Mikado Musicien Burundi ni vitu kama hivyo. So nenda kanunue kadi yako. Ununua kadi yako, afu kisha nunua ile kadi yako, utakuwa msanii, utaitwa msanii wa Burundi. Ambapo labda unaweza ukaenda sehemu ukakabwa na askari polisi una kitambulisho, ile kadi inaweza kukuachia. Sawa. Au unaweza ukaenda kuomba kitu fulani, labda unaomba visa, unaomba nini, afu kama ile kadi huna kabisa inakusumbua. Kweli kabisa. Kwa sababu wewe ni msanii, wewe ni mtangazaji, mimi ni director. So niwashukuru sana watu wa kwenye Youth Media TV. Lakini ndio tumefanya kipindi kabla hujaaga. Kuna watu ambapo hawajui wewe ni director, wewe kwenye entertainment gani, kwenye industry gani. Wanaweza akakutafuta akasema huyu mtu tumemsikia leo. Upande wa muziki. Kwenye upande wa muziki mimi nasimama sana kwa upande wa muziki, kwa sababu nataka kuinua muziki wa Burundi. Sawa. Kwa hiyo ofisi yako napatikana BD USA. Napatikana BD USA. Vile pia hata nyumbani napatikana. Kwa sababu makazi zangu ni BD USA. Hapo Kinindo. Kabondo, juu ya Zan Beach. Exclusive interview. Nilikuwa na kijana mchana shati wa Burundi anayetengeneza muziki kwa ufanisi sana. Anaitwa JJ. Kwenye microphone upo na Mr. Joeli. Hafu na JJ nyuma ya kamera ni yule big boy anaitwa Nizi. Ciao. Youth Media TV.